mpya ikifika vibaya na tupeleka kule kwenye mitindo ambayo inatupoteza. Uvaaji, mambo ya kuiga. Jana wewe unapenda kuiga vitu. Anapenda ile unywaji wa pombe, anataka aonje. Ana tangazo la kinywaji fulani, anataka aonje. Anaona mambo pale yanaongelewa mle ndani. Ukifuatilia sana utaangalia mafundisho mengine yanakupotosha. Na mafundisho mengine walikuwa wanafundisha kwa habari ya vijana kwamba wanapooka tamaa kwamba wafanyeje. Wanafundisha mafundisho ya mashetani. Wanafundisha hiyo mambo ili kukuharibu. Naona vijana wengi wanaingia kwenye mambo ya ushoga. Vijana wadogo tu. Ya kwenye ushoga, wanaume wanaingia kwenye ushoga. Dhambi za Sodoma na Gomora, zile ambazo zimekuwepo na Mungu ametoa adhabu kwa ajili ya dhambi kama hizo. Wanafanya vitu hivyo. Vijana wanabadilishwa. Wanajibadilisha, wavulana wanaamua kuwa mashoga. Ukiangalia takwimu iliyopo hapa, wasichana ni wengi kuliko wavulana. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Wavulana waliopo sasa hivi wanataka wenyewe uharibiwe. Kwa hiyo usipokuwa makini kijana, ukatembea kwa neno la Mungu, dunia inakusubiri kuharibu. Kuna makundi sasa hivi wanalipa pesa nyingi sana. Wanakwambia nauli ipo $100,000 kwenda da. Kwa unaanza kufuza kawaida na kusajili, baada ya hapo wanakuingiza kwenye ushoga. Mtoto wa kiume unaanza kujiuza. Mungu aliumba mwanamke na mwanaume. Na ameweka tendo la ndoa ili litumiwe na wana ndoa. Na maana kaitwa tendo la ndoa. Sasa wewe ambao unafanya tendo la ndoa ambao sio mwana ndoa, uone kwamba tayari umeshajichanganya mwenyewe. Lakini Mungu akaumba, akasema hii njia ya uzazi ndio itakayotumika kwa ajili ya kwamba mwanaume atakutana na mwanamke ili sasa uweze kupata watoto. Sasa wewe mwanaume unaamua ile njia ambayo Mungu aliiweka, kutoa takamwili, kutoa kinyesi ambayo ameiweka Mungu kwamba hapa umekula chakula mdomoni, sofaga zimepokea, ingia tumboni, utupo mdomo, utupo mpana, leta ikapokea, baadaye unaambiwa kwenda kule ofisini unaenda. Hiyo njia ambayo Mungu ameiweka kutoa uchafu, wewe unaenda kumuingilia mtu. Unaenda kwenye kinyesi. Kwa hiyo akili imeshapumbazwa kutokana na mtandao. Wanapozidi kuangalia sana mtandao, unaendelea kupata hiyo kozi. Hiyo kozi inakukolea na majini yanakusaidia, mapepo yanakusaidia, unaenda kwenye practical. Kwa unashangaa mtoto ameweza form 4 hapa, tumempoteza. Eti yuko tena shakuwa shoga. Vijana wengi sasa hivi wana makundi yao, wanaitana, wanafundishana. Wengine wameenda mbali zaidi. Haya mapepo yanarushwa yanasagaa sana mashuleni. Kuna wengine ambao kwenye matendo maovu, kwa sababu ya kuangalia hayo mamikanda, wameenda kwenye matukio mabovu ya kufanya masturbation. Wanajikizi baraka zao za mwili. Watoto wadogo, maana wamewaka tamaa. Wako kwenye mambo ya usagaji, mambo ya masturbation. Wanafanya hayo mambo kwa kutumia mikono yao wenyewe. Ni janga kubwa sana ambalo tunalo sasa hivi. Lakini kwa kongamano hili, manake Roho Mtakatifu akupe neema, ufunguke ufahamu na akili yako ikae sawa sawa, ukae kwenye neno la Mungu. Ukae kwenye neno la Mungu. Watu wema bado wapo, watu wazuri bado wapo, na wewe ingia kipengele cha watu wema na watu wazuri. Haleluya. Wakati wao wanabinuka kwenye mitandao wanatangaza vitu vya ajabu, wewe ingia kwenye mtandao utangaza vitu vyema. Usiache kuingia, na wewe ingia, tangaza vitu vyema. Tumia mtandao kufanya biashara. Agiza bidhaa. Mtu anafanya biashara hata kama ana duka. Na yeye kwenye mtandao unaangalia kitu kinauzwa 50,000. Unatengeneza profile na wewe haraka. Unakitangaza kile kitu kwa 80,000 au 90,000. Sasa kwenye mtandao watu wanapita, unashangaa mtu anakupigia simu, nahitaji kitu. Kwa hiyo unakiona sehemu nyingine, wala wewe hata una duka wala una hiyo bidhaa. Unachukua pesa unakinunua kule, unakileta, unamtumia yule, unapiga pesa. Unaelewa? Tumia mtandao kwa faida. Tumia mtandao popote pale ulipo. Kwa kijijini unahitaji ufugaji wa kuku, ufugaji bora wa ng'ombe, unahitaji ufugaji bora wa mbuzi, unahitaji kuanza kufuga nyuki, unahitaji kufanya chochote, ingia kwenye mtandao utumie kwa ajili ya mafanikio. Amina.